Mambo ni moto moto moto. Ukiambiwa mambo ni moto, basi ujue ni barabara. Hili alishikiki, lile alishikiki. Sasa kabla tujaendelea na uchambuzi wetu wa episodi ya 135 mpaka 136, hakikisha kwanza una subscribe, kulike na kushare video hii ili uwe mwanafamilia harisi. Tunapotoa vipande vyetu uwe wa kwanza kukufikia. Sambamba na hapo, tuendelee na uchambuzi wa kipande chetu cha 134 mpaka 135 ambapo kinaonyesha Manyanya kwamba amefikia maamuzi ya kutoa taraka kwa Violet, maamuzi ambayo ni final stage ya mtu anapokuwa amefikia. Kwa Manyanya tuseme amefikia hatua ambayo ni ya mwisho kwenye ndoa yake na Violet na kuamua kutoa taraka. Maana yake binafsi hajaamua kutumia kushauri wala nini wala lile, moja kwa moja ameenda kwenye taraka. Binafsi yake hayo mawazo ni sahihi, kwa sababu anachokipitia yeye ni maumivu ambayo mzigo ameubeba peke yake. Maamuzi yake ndo hayo. Vile vile ni huzuni kwa Violet, kwa sababu ni maamuzi ambayo alikuwa ameyachukua awali ya kutaka kugawa kila kitu kwa mithili ya kupewa taraka. Vile vile akisapotiwa na mama yake kwamba ndoa yao isitishwe pale pale. Sasa imebaki ni kichambo, kama sehemu ya kuchambwa na mama yake kwa kutosikiliza ushauri wake. Kwa upande wa mama yake na Violet, sasa anaona kama ni changamoto, sababu ukiangalia dada yake na Violet tayari ameshapewa taraka na Violet pia ameshapewa taraka. Wote wapo nyumbani wakiwa ni wataraka. Mama yake mwenyewe anakuambia ana wasiwasi akienda kwake akakuta tayari na yeye ni mtaraka. Kwa hiyo mambo yanaendelea si mazuri kwa upande ya familia ya Violet. Upande wa familia wa Violet mambo hayako sawa. Vivyo tunamuona kama vile Manyanya anapitia wakati mgumu. Akili kumkichwa inatumika sana kufikiri. Hebu tuangalie tena upande wa Cindy, yule dada Cindy Kibonge. Anachokipitia Cindy ni maisha mazuri, lakini kwenye amani ya moyo ni kama anaikosa, sababu pesa anapata, mavazi, chakula kizuri anapata, lakini ile amani kumoyo ndo anaikosa, sababu ukiangalia anakosa furaha ya mali anazotumia, hajui zinatoka kwa sababu gani. Mpaka sasa hivi hatua iliyofikia ni kwamba anaenda kusainishwa vitu ambavyo anaingia kwenye makubaliano na vitu ambavyo havielewi. Kwa upande wake Cindy ni kama anapitia changamoto za nafsi yeye na mama yake, kwa sababu njia anayotaka kupitishwa ni njia ambayo haifahamu. Bana, ukiambiwa hii ni dunia, basi hawajakosea kitu, moja kwa moja walipatia kinachomanishwa. Dunia na heka na msukosuko, unapita njia ambayo yuko mbele mtu na hujua anakupeleka wapi, anakwambia umuongoze ili mfike pamoja. Yote na yote kwa Cindy ni changamoto hizo anazozipitia. Pia kuna huyu tumwangalie Mudi Muzungu Chapombe, akipenda muite hivyo, lakini anachokipitia kwa sasa hivi ni changamoto vile vile za ndoa. Sikia dunia, manake ndio hiyo hapo. Anachokipitia nani Mudi ni migogoro ndani ya ndoa. Leo likitoka hili, kesho linakuja lingine, kesho kutwa linakuja hili, tofuata ni lingine. Yaani ni burubara, tatizo, changamoto haziishi kwenye ndoa. Mpaka sasa tunafanya uchambuzi huu, Mudi ameshamfumania mke wake tayari ya kimchete. Wale vijana sasa hivi wanasema hivyo na kichiti. Kwa hiyo kinachoendelea kwa sasa hivi kwa Mudi Muzungu ni changamoto. Nikukumbusha tena mtazamaji wa filamu yetu hii ya Dunia, kama bado hujasubscribe hakikisha una subscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu, na sio kusubscribe tu, hakikisha una like pamoja na kushare kwa watu mbalimbali ili iweze kuwafikia video hii.
Vile vile tuangalie kipande kinachofuata hapo, sababu vinakuja kwa mfululizo, vinakuja kwa mfuatano. Kwa tunamaliza hichi hapa, tunaunganisha kingine tena. Endelea kunifuatilia kwenye akaunti hii ya Nyanzige. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Asanteni sana, endeleeni kunifuatilia kupitia chaneli hii. Unawaletea vigongo vingine. Asante sana, asante sana.